Mimi ni mgeni wa Murukwi na nimekuja hapa, sijamuona mtu yoyote, na ndio maana niko hapa namsubiri. Sawa bro, lakini mimi sikufahamu. Kwani wewe ndo Murukwi? Ya, ndo mimi. Murukwi, umefollow business isiyo kuhusu. Biashara gani ambayo mimi nimeingilia ambayo hainihusu? Murukwi, umeturushia ndege wetu. Afu sikiliza, unajua masala kunivutia sigara na kuchapulia moshi, mimi mwenyewe si mind, unajua, umeelewa? Afu mwenyewe sio kama unavyonifikiria, unajua, umeelewa? Ongea basi, ndege mara nini? Mimi mbona sikuelewi? Sasa upasuke, wewe mtu wa kiume bwana, ongea basi nikuelewe. Mbona sikuelewi? Jana usiku umemsaidia agent Toshi. Hivyo basi, kaa mbali na matatizo. Asante kwa kunisaidia. Inavyoonekana unajua sana kupigana. Unafanya kazi gani? Mimi kazi yangu ni mgambo. Mgambo? Yeah. Ni mgambo wa mji. Ya, ni ndo wanaiki ndo mitaa changu. Sikae mbali sana na hapa, nakaa mbele tu hapo. Lakini brother anamiliki chombo cha moto, alafu ukizingatia serikali yetu kimiliki chombo cha moto kinyume na sheria ni kosa kisheria. Kwa hiyo sijajua wewe mwenyewe unafanya kazi gani, unajua kumiliki hiyo si mchezo. Naitwa Toshi. Ila kwa maelezo zaidi shika hii kadi yangu. Kuna namba zangu za simu. Ukinitafuta tutaongea vizuri. Sawa, nitakutafuta bro. Hivyo basi, leo nimekuja kiurafiki. Siku nikija Murukwi, naitwa Paka. Jia nyuma mwingi usio hatari juu hatari. Kazi yangu ya ugambo imekuwa ni changamoto huku mtaani, na chekwa dina watoto. Sijui ya baridi mzuri ipi ya joto, naishi kwa kujituma ili nizifikie ndoto. Nyumbani napoishi yani zalau kibao, tasikia yule mgambo kama natumia zako. Uso umejaa ghadhabu yani masila kibao, natama miongoni mwao na zabe japo vibao. Ugambo ni changamoto kweli, watu tunaumia, tunateseka na haionekani thamani ya kazi. Na zalau yangu imejengwa tangu enzi na enzi, hakuna wa kuifuta, siku zote onekana mshenzi. Huku mtaani kwetu naitwaga ngambo kibwenzi, eti mumemwona mgambo anateswa na mapenzi. Kisa ugambo wangu nakosa haki ya kupenda, kutokumiza moyo na kuhesabu kalenda. Yule nayempenda ndo vile anakwenda, nashika viatu na njia kwa barabara anakwenda. Anashindwa kujiuliza kitu gani kaniachia mtoto mdogo aitwaye Samia. Na mwanangu ananambia baba kweli ni soja, mwana shuleni kwetu avishagi vioja. Nikamjibu kikomando, vazi langu lo gambo pindi napolivaa najionaga kama lambo. Na leo nimekuja kunyonge, kazi kubwa nayofanya nachombulia nitonge, tena hadi niongwe, naishi kama ng'ombe. Haya maisha gani nisile hadi niombe? Kila nikijipa moyo najiona mimi naanguka, kwa kweli sio poyoyo, nipolala na suka. Nikiishi kama mzuka pale ninapoamka, aso navuta shuka wakati pamesha kucha. Napata rafiki wangu wa faida, wa shida na ziki, tena pamoja na shida. Na ndo vile nanambia mwanangu tena usijali, hipo siku moja tutapata hafadhali. Sio kama hile ya kumiliki magari, ila jiko itawaka tutasonga hata gari.
Mzigo wangu kwa Festo. Mzigo wangu wapi? Mzigo gani tena? Majukumu katembea na mzigo wangu. Kizizi, kwa hapo. Majukumu katembea na mzigo wangu. Naona majukumu hayupo. Na kama nilivyowaambia jana, mzigo mimi sio wa kwangu. Mzigo ule ni wa watu. Majukumu nataka kuhatarisha maisha yangu. Anataka kuweka maisha yangu mashakani. Sasa namfuata. Mtakapomuona popote, ama zake ama zangu, mtajua mimi. Nilibia maisha yangu kwa sababu yake mimi, nilibia maisha yangu bora. Mimi ninachotaka mimi mzigo wangu. Basi hivyo, ama zake ama zangu. Dogo, mzigo gani wewe mwenyewe jana si umetumia mzigo au juu yule? Kwa mzigo wangu wewe mwenyewe. Wewe nisikize mimi Laiza. Mzigo wangu naupata supati. Laiza, huyu mwanetu mwanangu. Aisha tu mwanetu. Haina kupitia mwanetu. Kwa mwanao mimi sio mwanao. Mimi sio mwanao. Unajua mambo kama madharau sana. Sawa, mimi siwezi kuhatarisha maisha yangu kwa sababu yake wewe. Sawa, huyu lakini huyu mwanangu, huyu mwanetu mwanangu. Mzigo wangu kwa wapi? Mzigo wangu Manchoma kesu? Bwana, ninyo keso wa. Hivi nimeitwa na mkuu kituoni. Na nimefika kituoni, mkuu amenikabidhi kesi. Nafanya utafiti pale wa kuchunguza ile kesi na kuja kugundua kwamba yule dogo mlempa kazi kashamchoma mtu kisu. Kwa tayari na yeye anatafutwa na polisi. Sasa sijui tunafanyaje. Sasa kama ndio hivyo, si bora na yeye auawe. Au unaonaje? Itakuwa vizuri. Itakuwa vizuri. Anabidi naye auawe leo usiku. Yaani hiyo kitu cha kwanza tu ni kuua. Kwa nini mnapenda kuwaua? Kwani huko mlikotoka mmeua watu wangapi? Brother bwana. 15 tu brother. 15? Yeah. Mbona ni wadogo? Ni 15 tu. Kwa sababu nashinda hata jinsi ya kukuelezea. Okay, sawa. Nalifanya hii kwa sababu ya kazi hii tu. Tafuteni ndogo usiku wa leo, malizeni. Ili tuendelee kufanya mikakati mingine na mipango mingine. Hakikisheni msiache ushahidi. Yaani kitu ushahidi msifanyaje? Msiache. Yes. Kila hatua mtakayopiga ni lazima mfanye mawasiliano na mimi. Nijue nini kinachoendelea na nini cha kuweza kukifanya. Emergency yoyote itakayokuja kujitokeza kwenye kazi hii, lazima mwasiliane na mimi. Yes. Mimi nitajua tunafanyaje. Haina tabu brother. Dogo kwa vizuri. Mwanangu acha kulala bana wewe. Alaje tupo kwenye kilindo afu nalala alaje. Sikiliza nikwambie, sawa? Inabidi wewe tuwe makini hapa. Unaona kule? Tuangalie vizuri. Akitokea tu Laiza hapa tunamkamata. Ushaelewa? Na sio nalala bana. Ndio sio leo kama nchongo kwa nchongo jao tu hapa. Ni bora ni mbaya tukalala. Mimi naona macho kupikupi tu hapa.
Sasa mwanangu asubuhi mchana mpaka saizi yani tumemla ng'ombe mzima kasoromkia tu. Tuvumilie, anaweza akatokea tukamkamata bana wewe. Vipi bana? So mimi na imani kabisa yule pale yule. Ile tukio alilofanya sio kama aliliwania. Kwa lazima ataruka lakini usiku atakuja kwake. Atakuja. Kwa tuwe na subira. Tatizo ni mpango wako bwana wewe, mimi naona kama huo ufaulu. Yaani huu wewe umeona kama umebeti alafu umebeti vibaya tu hapa leo. Sasa mimi mpango wangu na 100%. Kwa sababu maskani kote mchana tumemkosa lakini usiku imekuwa lazima atarudi. Alafu sasa bibi ukizingatia tukimkamata Nazaru kapata shapu. Wewe hapo cha kufanya tu nguvu makini kuangalia hapa la kitokea tu. Kumbe chongo ndogo hiyo. Ndio kwa kwanza kumkamata sisi tunaweza tukata jeshi. Sasa. Hi. Ile full minyota. Yaani bwana wewe kama vipi yani? Yaani fanya chongo kabadilisha nguo vae gwanda. Yaani bora tumkamata sisi tupate sifa za ukweli za kibabu. Sasa hapo ndo umeongea. Sasa hizi zile nguo itakuwa nishakauka kwa sababu nilizifua afu ziwajakauka vizuri. Kwa ngoja nikazichukue nitinge ili tuote sawa sawa hapa tuwe kiserikali zaidi. Ushaelewa? Lakini sasa sikiliza. Mimi naondoka hapo na video makini unajua. Yaani macho yako pale sio tunaondoka hapo na sinja kama kaida yako na sinja na kaja nitoka mkoza ujue. Usilale hapo. Na hakikisha akifika tu usifanye maamuzi yote nipigie simu. Ondoa shaka leo unachelewa kavae kwanza mambo sija kwa mengi. Inawezekana kesho nikaamka jeshi. Utafanya hivyo kama nilivyokuambia. Basi poa fanya haraka. Bwana usingizi toka kwanza maana yake mambo haya kumbe kunoga huko. Ai. Yanafanya haraka kwa mambo. Huku mtaani na cheko hadi na watoto. Sijui ya baridi nzuri ipi ya joto. Naishi kwa kujituma ili nizifikie ndoto. Nyumbani napoishi yani zalao kibao. Tasikia huyu mgambo kama natumia za kwa uso umejaa gazabu yani masila kibao. Natamani miongoni mwao nazabe japo vibao. Nazaro yangu imejengwa tangu enzi na enzi. Hakuna wa kuifuta siku zote onekana mshenzi. Huku mtaani kwangu naitwaga mgambo kibwenzi. Jamani yule ngambo anateswa dina mapenzi. Kiso gambo wangu nakosa haki ya kupenda. Kutokumiza moyo na kuhesabu kalenda. Yule naye mpenda ndio ananitenga. Nashika viatu na njia kwa barabara anakwenda. Anashindwa kujiuliza kitu gani alichoniachia. Kaniachia